Leo Bosquez TV tumefika moja kwa moja katika ofisi ya Bosquez ambao makao makuu ni Kibaha. Tumefika hapa leo, tuna jambo kubwa, tuna jambo zuri sana. Bosquez alipokea requesting kutoka kwa mteja. Huyo mteja amenunua viwanja kwa ajili ya mpenzi wake. Jamani, tukiongelea mapenzi ya kweli yapo duniani. Kinachotakiwa tu ni uaminifu wako. Bosquez na ukabidhi kiwanja cha Kigamboni Puna chenye square mita 1000. Thamani yake ni milioni 12. Na kukabidhi kiwanja ni huyu mteja mmoja huyu. Kiwanja cha Kiluvya Gogoni chenye square mita 600. Thamani yake milioni 30. Kiwanja kingine ni Kibaha Kumba chenye square mita 1000. Thamani yake milioni 10. Tunatamani Bosquez atuelezee kwamba hii mikataba tunaipeleka wapi na kwa nani na ilikuwaje mpaka hii mikataba tunaipeleka huko. Karibu mkurugenzi. Tuna mikataba mitatu kama tulioipokea. Ni mikataba ambayo tayari imeshalipiwa yenye thamani hiyo iliyotajwa, kuna milioni 30, kuna milioni 12 na kuna milioni 10. Vyote hivi vinategemea kupelekwa kwa mteja ambaye amenunuliwa na mpenzi wake, ambapo tunaenda kuiwakilisha kwa mpenzi wake, ingawaje mpenzi wake mpaka sasa hivi hajui ni nini ambacho kinamtokea. Tunampelekea akiweza kumtaja mpenzi wake, yani asipokuwa na wateja wapenzi wengi, awe na mpenzi huyo aweze kumtaja, basi atakuwa amejichangunyakulia hii zawadi yake. Ungana na sisi, tunaenda kwenye gari, tutampigia simu dada tujue yuko wapi tuweze kumpelekea mikataba yake. Halo. Mambo. Poa, za wewe? Nzuri. Nani? Naongea na Nana? Ndiyo, na mimi. Sasa mimi natokea kampuni ya Bosquez Viwanja. Tulikuwa na mzigo wako tumepewa tukuletee. Mzigo? Tuna mzigo wako. Kwanza unaifahamu Bosquez? Yaani Regina sio gani, lakini huwa naonaga tu barabarani watu wanaongea, lakini sielewi ni mzigo gani. Sasa ndio huyo tuna mzigo wako. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba utugaie location uko wapi tuweze kukuletea. Kuwa na amani tu, sisi ni watu wazuri kabisa. Mzigo ni utatoaje location na mtu mimi? Unajua dunia yenyewe siku hizi imeharibika. Wewe mimi nikupe tu location, niambie mzigo gani kwanza, then ndo nitakwambia. Tuna mzigo wako. Ushasikia Bosquez Viwanja, unaelewa nini? Viwanja mimi gani? Tugaie location tukuletee, utaona huko tukifika, ila tukuwa na amani, hatukuchinje. Okay, sawa. Basi mimi hapa nilikuwa natoka zangu chuo. Naingia hapa Mlimani City, nataka nikale. So kama utaweza njoo hapa Mlimani City. Basi tunakuja hapo Mlimani City, tunaomba tugaie location tu utakuwa kwa wapi, tukifika tunakupigia simu. Ukifika tu pale, ukishaingia ndani wewe nipigie, mimi nitakuja kufuata. Usikae mbali na simu. Okay, sawa. Tempo, that's the way to go. Moving smooth but never out of flow. Good tempo, feeling so alive. In the rhythm, that's where I thrive. Good tempo, that's the secret that I know. Good tempo, let the music take control. Tafuta bado namtafuta mchumba wangu wa darasa la 7, ajue sikuchezea fursa, ni wazazi walikosana.
acha kusonona, moyo upate afadhali. Nikimuona msimulia yote niliyoya. Ndugu mtazamaji wa Bosquez TV, hapa niko Mlimani City. Tumeshafika, tunampigia dada yetu kipenzi tujue yuko wapi. Halo. Kipenzi, tumefika. Mpo sehemu gani? Sisi hapa ukishaingia hapa Mlimani City hapa kuna parking, ndo tuko hapa. Tulikuwa tunaomba tuelekeze wewe uko wapi? Okay, kuna yangu imeandikwa Istanbul kama unajua. Samani, mimi hapa unaweza hapo Istanbul ukasogea hadi kwenye hii parking ya kwanza kabisa hapo kwa unaingia hivi Mlimani City. Tunakuomba usogee. Samani lakini. Okay, poa, nakuja. Aya. Utaona mdada ameshika mic, nimevaa official. Ni mimi hapa. Mambo. Poa. Kwanza kwa nini mnarekodi? Hamna, tunakushuti tu kwa sababu haiwezekani. Yaani unaanzaje kunirekodi bila mimi mwenyewe ruhusa yangu? Toa mic yako dada. Dada samani. Haya ni maelekezo ya mtu ambaye ametugaia zawadi tukuletee, ndo ametaka hivi. Zawadi gani? Alafu yani unipe maelekezo vizuri. Huwezi kunichukua mimi video bila ruhusa yangu. Dada, tunakuomba kwa niaba ya uongozi wa Bosquez na kwa kudhibitisha kwamba hatuna nia mbaya, tuko na mkurugenzi wetu. Zawadi yenyewe ni kwamba mpenzi wako unayemjua wewe alitutafuta sisi hapa kampuni kama kampuni ya Bosquez, akasema ya kwamba anataka akufanyie surprise ya viwanja. Amekununulia viwanja visivyopungua 3 na vyenye thamani kubwa sana. Akasema ya kwamba tuje tukutafute na tukukabidhi, na kwa heshima na taazima akaomba mkurugenzi wetu Bosquez ndo aweze kukukabidhi hivyo viwanja. Kwa hiyo naomba usiogope, ni swala tu, ni mpenzi wako, unamjua wewe. Mrembo yuko hapa. Tumemwambia mrembo kwamba tuna zawadi yake ya viwanja, na kama unavyoona hatuongei kwa maneno. Hii ni mikataba ambayo anayo mkurugenzi wetu, ni mikataba ya viwanja 3 dada. Sisi ni matapeli. Kuna hiki cha huyu nani? Jina la nani? Nana Salom Swedi. Umetuelewa sasa? Kwa hiki hapa ni kiwanja cha Gogoni, thamani yake milioni 30. Dada, Kibamba Gogoni, milioni 30. Ila unastahili. Kuna hiki cha Kigamboni, thamani yake milioni 12, na kuna cha Galagaza Kumba. Sasa hivi viwanja vyote Bosquez atakukabidhi uondoke na hii mikataba, na tutakupeleka ukaone maeneo yako. Ila hakuna cha bure mjini. Kivipi eh? Wewe unahisi nini? Kivipi hamna cha bure? Sasa kama mkataba hiyo hapo ni na jina langu, sasa nataka kuzungusha nini? Iko hivi, mpenzi wako alitutafuta akasema ya kwamba tukuletee hivi viwanja, ila anakuamini, sio kwamba akuamini, anakuamini, ila anatamani umtaje mbele ya hadhara. Sisi katuambia mpelekee viwanja Nana, namba ya simu hiyo hapo. Sasa wewe unamtaja mtu jina ya kazi gani? Akati usha directiwa kwa moja kwa moja uniletee mimi mhusika. Ina haja kutajana. Sisi tunafuata maelekezo. Au mkurugenzi nakosea? Yeye ndio amesema kwamba inatakiwa umtaje yeye ili ni moja ya kuprove kwamba yeye ndio mmiliki peke yake kwako. Kwa hiyo ametaka yeye ndio mtaje, ndio tukupe zawadi. Kwa hiyo wewe ndio unatakiwa ufikirie, kama una 2, una 3, una 4, una 1, basi taja, ukimpatia ndio huyo. Sasa hatujui kwamba wewe una 1, una 2, una 8, una 10, hapo hatuwezi tukajua. Kwa hiyo yeye ametaka umtaje, ukishamtaja basi unakuwa tayari umeweza kufaulu mtihani wake wa leo. Huu ni mtihani ambao amekupa mpenzi wako. Huu mtihani ni rahisi sana ikiwa una mpenzi mmoja, ila kama wako wengi leo ndo tutajua hapa. Yaani hapa leo ndo tutajua. Kama wako wengi, angalia yule mwenye uwezo sana, unahisi anaweza kununua viwanja milioni 52. Kama bodaboda au nani yeye unajua hapana. Sasa ndo utupimie, wewe utajua unapima unafanyaje. Sisi hapa tunataka jina. Okay, sawa. Mpenzi wangu. Mtihani. Tena sio mtihani mdogo. Okay, anyways, mpenzi wangu mmoja tu ambaye anaitwa Hamza. Bosquez ndo anamjua. Mimi simjui. Bosquez akatuambia. Wewe unahisi ni yeye sasa?
Ni yeye kwa sababu yupo. Mbona una pressure yani unatetemeka? Kutetemeka muhimu. Mimi simjui. Sijui umepatia umekosea, mkurugenzi ndo atasema umepatia au umekosea. Hili ni la mkurugenzi. Mpigeni makofi jamani, mmempigeni makofi. Don't crying baby girl. Congratulations. Kuanzia sasa wewe ni mmiliki mpya wa viwanja. Jamani, Yesu, naomba unieleze mganga wako alipo niende. Mganga wako anapatikana wapi? Amna, mapenzi tu. Jamani, hawezi kuongea but is so excited. Tunaomba tumkabidhi viwanja vyake Nana. Okay, kuna kimoja ni kipo Kibamba ambacho kina thamani ya milioni 30. Utakuja kukiangalia kama ni kesho au leo, ni muda wote ambao unataka. Ila tunakukabidhi hati yako hii hapa moja. Ya pili ni kwamba tuna kiwanja cha Kigamboni eneo inaitwa Puna. Hilo pia ni thamani ya milioni 10. Eneo lina square mita 600. Kwa hiyo hongera sana. Hiyo pia tuna kiwanja Kumba Project ambayo inapatikana Kibaha kwa Mfipa. Pia umezawadiwa eneo tena la square mita 600 ambapo ni square mita 1000, square mita 1000 ambao lina thamani ya milioni 12. Hongera sana, umejinyakulia. Hongera sana. Nampe maua yake anayekupenda kwa kweli. Ni raha sana kuona kwamba watu wanapeana zawadi ya viwanja na sio vitu vingine. Unajua gari kesho linaweza likaharibika, lakini kiwanja kinapanda thamani siku hadi siku. Kwa hiyo huu ndio upendo sasa ambao mimi na appreciate zaidi, kwa sababu yani hata leo au kesho ikitokea wamevurugana, anabaki na eneo kwamba linapanda thamani siku hadi siku, kwa sababu amekabidhiwa kwa majina yake. Kwa hiyo ni mmiliki halali wa hayo maeneo, tofauti na gari kesho na kesho kutwa limeshaisha gari, lakini kiwanja kinapanda thamani siku hadi siku. Kwa hiyo nawashauri hata watu wenye wapenzi, hebu watunukieni watu wenu watunuku viwanja, inapendeza na inafurahisha zaidi. Ana neno gani la kutuambia na la kumwambia mpenzi wake kama shukrani ya hivi viwanja? Maana sidhani kama alishawahi kuota atamiliki kiwanja. Mimi sina la kuambia sana zaidi ya kuambia kwamba tulieni, kila kitu kina wakati wake. Wewe hata kama mtu ana yani wewe vumilia tu. Kila kitu kina wakati wake na Mungu ndo mpangaji. Sina zaidi hapo. Hauna la kumwambia neno lolote mpenzi wako kama kumshukuru, yani neno lolote tu ambalo unatamani kumwambia, pengine hukuwahi kumwambiaga hilo neno? Okay, I'm so excited kwa hili jambo. Namshukuru sana, ni sijategemea kama ningeweza kumiliki viwanja 3 kwa wakati mmoja nikiwa na umri mdogo mno. Yaani sina cha kumwambia zaidi, namshukuru. Mungu ambariki, amzidishie katika kazi zake. Tujenge familia yetu. Ndugu mpenzi mtazamaji, na mimi sina la ziada zaidi sana. Napenda tu kuwakumbusha wanawake wote na wanaume wote kwamba kwenye mahusiano, jamani, jaribuni kutulia na mpenzi mmoja. Kama tunavyoona, malipo ya kutulia na mpenzi mmoja ni haya hapa, kama tunavyoyaona hapa. Ukipanda uaminifu utavuna uaminifu. Ukipanda usaliti utavuna usaliti. Tulieni, baki njia kuu. Hata watu wanatuambiaga madaktari, watu wa afya wote, baki njia kuu. Kwa hiyo dada yetu ataenda kuangalia viwanja vyake. Kuanzia muda huu hapa anaruhusiwa kuomba kupelekwa, kwa sababu tulimkuta na ratiba zake nyingine. I think so anaweza akaenda kesho kuvitazama. Hii ni Bosquez TV, channel nambari 1 Tanzania. Unaweza kutufuatilia YouTube, unaweza kutufuatilia TikTok pamoja Facebook na Instagram.